Umewahi patana na ujumbe ambayo haipingiki, yani ujumbe ambayo haipingwi. Ushaienda kuomba. Ukishaanza kuomba, hauelewi unaomba aje. Yani ni kama unatubu, hautubu. Ni kama unakemea pepo, haukemei. Ni kama unabomoa vifungo, haubomoi. Yani unachanganisha kila kitu, Mimi nishai. Yani unachanganisha yote. Yani unakumbuka, unaanza kuomba, unakumbuka ile unaleta hiyo. Hata hujamaliza na hiyo ya kwanza unaleta ingine. Hata hujamaliza na hiyo ingine unaleta ingine. Unakumbuka ile ingine inakuja. Unakumbuka hiyo ingine. Jamani. Pia mbele ya Mungu inahitaji mpangilio. Mpangilio tena mzuri sana. Tena unaenda na uzuri ya kipekee kama sifa. Sifa inaweza fanya hata iliyofichika. Yani ikafichuliwa, ikatolewa, Yani unakuta kuna wakati tu wa kujenga, kuna wakati wa kufagia, kuna wakati wa kuingiza viti kwa nyumba, kupanga nyumba ikae vizuri, kuna wakati wa kudecorate, wa kupaka rangi, kuna wakati wa kila kitu ambayo sasa inatakana ikue ndio sasa ikue. Lakini unakuta hujamaliza kujenga nyumba, viti zimeingia kwa nyumba, hujamaliza kuboma, ushapaka rangi, yani kila kitu inahitaji mpangilio. Alafu saa zingine unakuta unasikia tu tunaanza kunung'unika kwa roho, tunaambia Mungu, hii maombi yangu imekaa sana, maombi yangu imekaa sana. Na pia unajua Mungu hujibu mtu, na Mungu hujibu mtu kwa matendo. Ila sasa mtu asipokuwa kweli na ufahamu, hawezi jua Mungu anamjibu aje. Unaweza kuta sisi ni wanadamu, na Mungu hujibu mtu kupitia wanadamu au kupitia sauti yake kufikia huyo mtu. Sasa unaweza kuta mambo mengine inafanyika kwa njia tofauti tofauti. Sasa unakuta mtu anakosa uelewa. Unaweza kuta rafiki, na maybe huyo rafiki ndio sasa utakuta jibu inatokea kwa huyo rafiki. Sasa unashangaa, hii unaweza fikiria tu ni mapito ama ni maongezi tu watu wanaongea, lakini unakuta jibu nyingine huwa inatokea kwa watu tofauti tofauti. Halafu unakuta kuna mtu mwenye unaweza kuta unamchukia, unamdharau, unamtenga, yani hata unaona hana faida, na kumbe huyo sasa ndio njia ya majibu. Alafu unakuta sasa hiyo nafasi ya kupata hiyo majibu iko wapi? Sasa si mtu anaishi maishani bila majibu kwa sababu alitenga penye kuna njia ya jibu. Mambo mengine jamani, Mungu azidi kutusaidia, kutufungua na kutujalia uelewa. Uelewa ndio sasa unakuta mtu akielewa anafaidika na Mwenyezi Mungu.